Ni washukuru wenzetu wote hapa sisi ni Tanzania. Nimalizie tu kwa kusema tunasherehekea miaka 64, nusu karne ya madhira ya wakoloni na kupata uhuru. Wazee wetu walijenga umoja, wakajenga amani, wakaimarisha utulivu, wakakuza uzalendo, wakajitegemea. Na sasa tuna vizazi vipya, tukiomba tu kwamba tusisahau haya. Ni lazima tuweke historia ya Tanzania kwa somo la lazima kwenye vichwa vyetu, kwa watoto wetu na kwa vizazi vingine vijavyo. Ni lazima tuone historia ya Muungano, Azimio la Arusha, viongozi wa asisi na uzalendo wa maadili ya kitaifa. Ni lazima tuwe na makumbusho kutoka kwa wasanii wetu, sinema zetu za kihistoria na vitabu vyetu vitakavyotengeneza wingi wa historia pana ya mataifa yetu na watu wetu. Ni lazima tuimarishe amani na utulivu kwa kudumisha utawala bora na ubora wa hali zetu. Na kwa hapa mimi binafsi kama Mtanzania ni washukuru viongozi wetu na hasa mamlaka zetu za kiusalama, yani Jeshi la Wananchi likiongozwa na CDF, idara ya usalama, Jeshi la Polisi na vikosi vingine vyote, kwa kuhakikisha kwamba taifa hili linalindwa kwa kila namna. Lakini pia shukrani kwa Watanzania wote kwa kutambua kwamba wajibu wa taifa letu uko kwenye mikono yetu wenyewe. Ustawi, ubora na hali yoyote ya taifa letu iko kwenye mikono yetu wenyewe. Serikali ni lazima iweke msingi mkubwa wa haki isiyo na upendeleo. Ni lazima mapambano ya rushwa kwa nguvu zote yafanyike, dawa za kulevya na mambo mengine, na mahakama zetu zifanye haki, polisi na watu wengine wote kudumisha usalama wa raia na mali zao, na vile vile vijana kuhakikisha kwamba tunakuwa sahihi katika kila jambo tunalolifanya. Kuharibu, kuchochea, kuumiza miundombinu tuliyojijengea wenyewe ni busara zilizofifia. Ni sawa na kuchoma nyumba yako mwenyewe na wewe ukaendelea kuishi. Taifa ni lazima liongeze namna bora ya uboreshwaji wa uzalishaji viwandani, kwenye kilimo cha kisasa na kuwekeza katika teknolojia, na kuhakikisha vijana wengi wanajikita huko na wengi wataondoka kwenye wimbi hili la kusikia chochote na kufanya chochote. Ni lazima tukuze utamaduni wa majadiliano sasa, tukikamilisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Ni lazima tuwe na busara ya majadiliano, uvumilivu wa majadiliano na kuepuka migogoro ya kikabila na kidini ambayo kwa namna moja ama nyingine siku chache zilizopita tumeona ikianza kumea mizizi. Ni lazima tujenge utamaduni wa kusikilizana, si kupambana. Ni lazima vikao vya wazee, viongozi wetu na vijana na maeneo yote ya dini kuzungumza yale yanayotusibu kwa staha na maarifa. Ni lazima tuwe na majukwaa ya maoni bila woga, yenye kauli zinazojenga na mihimili inayosimamia utu, heshima na utawala. Miaka 64 iliyopita kulikuwa na nidhamu ya uwajibikaji mkubwa. Leo shuleni kuwe na somo la maadili na uadilifu wa utaifa. Vyuo na shule ziwe na club za uzalendo. Vijana wafundishwe kuheshimu taifa, kazi na mali za umma. Uzalendo ukipotea, taifa hubomoka
kama maji yanavyofagia mchanga kwenye mteremko. Amani ya Tanzania ilijengwa juu ya lugha yetu moja ya Kiswahili. Tukakaa